Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebu tumsikilize huyu coach. Huyu ni kocha wa Mashujaa. Tumsikilize. Lakini kingine swala la kufunga, tunakuwa tunapiga kelele kufunga ya Mwenyezi Mungu, lakini kuna time tunaambia angalau siku ya mchezo watoe wasifunge, alafu watakuja kulipa, lakini kwa sababu wenzetu wanaweka dini mbele, ni jambo jema. Naam, nadhani tumemsikia katika maneno yake ambayo kayaongea. Tunaweza tukachukua tukapata points kama 3 ambazo pointi hizo tutazibainisha, tutaziweka wazi dini ya kisheria Uislamu inazungumzia nini. Suala la kwanza kabisa, coach, tunakuheshimu, ni mzee wewe mwenye heshima zako, tunakupa nasaha kwa heshima na kwa busara. Kwanza umezungumzia kuhusiana na wachezaji kufungua angalau kwa siku moja, angalau tena ukasema angalau siku moja, kisha baada ya hapo watakuja kulipa. Kwanza tunakukumbusha kwamba mtu Muislamu atakayefungua pasina ya ruhusa ya kisheria, sheria Uislamu, huyo hawezi akakubaliwa huo ulipaji wake ambaye atakuja kulipa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man aftara yawman min Ramadan, yule atakayefungua siku moja ya nini, ya Ramadhan, pasina ya ruhusa ya kisheria, sababu zipo ruhusa za kisheria ambazo zinamhusu Muislamu kufungua kisha atakuja kulipa, wala pasina ya maradhi, mtu huyo hatakuja kulipa funga yake ile aliyofungua eti akafidia, akalipa ile funga yake kwa kufidia. Mtu huyu hata kama akafunga mwaka mzima hataweza kufidia ile funga ama kulipia ile funga aliyofungua. Hata kama akafunga mwaka mzima hataweza kulipia na kufidia ile funga ambayo ameifungua. Lazima ujue kwamba kuna misingi ya kisheria, misingi ya Uislamu ambayo inamtaka na kumpa ruhusa Muislamu kuweza kufungua. Si masala wala si mambo ya michezo, mipira, si mambo ya mipira mzee wangu, na ambao wana fikra kama hizi. Mambo ya mipira na mengine mambo ya kipuuzi haiwezi ikawa ni ruhusa kwa mtu kufungua. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mzee wangu, umetoa fatwa katika mambo ambayo huna elimu nayo, huna. Katika sheria ya Uislamu huwezi ukaenda kufuata rai yako na matamanio yako yanavyokutaka. Mwenyezi Mungu anasema msisimamie juu ya ndimi zenu mkaongelea mambo ambayo hamna elimu nayo, lakini kingine mkaongea mambo ya uongo mkamzulia Allah tabaraka wa taala, ni katika madhambi makubwa mno. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, umetaka ama umesema kwamba wenzetu wanaweka sana dini mbele, na wewe mwenyewe ukakiri kwamba ni jambo zuri. Baba mzee wangu, wewe ni mzee mwenye heshima, na wengine ambao wananifuatilia, mtu ambaye hajaweka dini mbele aweke nini? Baba aweke nini? Mambo ya kipuuzi ayaweke mbele? Yaani mtu asipoweka dini mbele aweke nini mbele? Kipi ambacho atakitanguliza? Atakifanya ndo marji yake kipi? Mwisho kabisa, mzee wangu coach, tunakutaka urejee kwa Allah tabaraka wa taala, umuombe msamaha Mola wako, lakini pia huwataki radhi Waislamu, lakini pia wale ambao wana fikra kama hizi nao wasije wakachukua fikra kama hizi wakazibeba, lakini na wachezaji pia wasije wakabeba fikra kama hizi abadan. Tunakunasihi urudi katika kuomba msamaha, kwa sababu ni jambo huenda umeteleza, huenda uliongea kwa hasira. Kwa hiyo tunakukumbusha ni jambo ambalo halifai. Dini ya Uislamu
ina misingi yake, ina sheria zake. Hii ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala kaifaradhisha. Ibada hii ina misingi yake na sheria zake. Huwezi ukafuata matamanio ya nafsi zako, huwezi.